until this time. Wacha hii vitu ya kuchat na watu ovyo. You are awakening love and it is not yet time. Unataka kupata mimba uzae mtoto. Wakati kama mtu anakuambia I love you, jiulize kwa kichwa yako, niko tayari kulea mtoto? That should come directly. Wakati mtu anakuambia I love you, am I ready? And if you are ready kuanza relationship, discover your calling before you choose your spouse. Yani ugundua ya kwamba mwito wangu ni nini? Kwa huduma mwito wangu ni nini? Ukishajua mwito wako, kwanza ujue mwito wako, ndio uchague mke ama mume. Uchague mke ambaye anaendana na mwito wako. Uchague mume ambaye anaendana na mwito wako. Then you marry your tribe. Marry your tribe, I don't mean kama wewe ni Mluya, marry Mluya, ama Mkikuyu, marry Mkikuyu. I mean oa mtu ambaye kwa wokovu anaingiana na wewe. Usiende hapa kutuletea MSDA. Sisi tunataka ukuje uimbe hapa Jumapili. Na yeye anasema ya kwamba siku ya Sabato ni Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. You marry your type. Then you marry your friend. You not your friend. Haya maneno ni another quorum, but just wacha niseme tu kidogo. Your friend haimaanishi ya kwamba yule ambaye mnakaa na yeye karibu. Inamaanisha mtu ambaye umejua for some time. Umemjua for some time. Then you marry a mature person. Mature sio age peke yake. Bwana asifiwe. Mature person ni mtu ambaye amekomaa. Hata akomae kwa mfuko. Tuachie hapo hii maneno. Tutaongea na hawa watu siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Then don't give out your body. Especially ladies. When you give out your body, you are the one that is going to lose. This man will not lose. Unajua hawa wanaume ni wazuri, lakini wanasumbua. Bwana asifiwe. Mtu ataenda polepole na anapea msichana wako mimba na anarudi peke yake polepole kwa mke wake na anasema babe, I am sorry. I couldn't control myself. I apologize. Na anapiga magoti. Na bibi analia. Na bwana analia, anamsamehe. Na wanaendelea na familia yao. Na bibi anasema kila mtu alee watoto wake. Na wewe na mimba yako, shule. Sasa anakuambia sasa mimi nani analusi? Nani analusi? Na wewe mwanaume unajua ataomba Mungu msamaha atamsamehe. Wewe utaomba Mungu msamaha atakusamehe, lakini shule hakuna. Sasa utalea mtoto na majukumu ya mtoto. Ukimpigia simu atakwambia sina. Si alikwambia you are the only thing I have. So when you give out your body, you lose. Then the story of Amnon na Tamar. Wakati Amnon alikutana na Tamar, Biblia inasema ya kwamba alimchukia kuliko vile alikuwa anampenda. Yani when you give your body, that love inageuka inakuwa hatred, chuki. Biblia inasema akamfukuza, akamwambia amuka uende. Bwana Yesu asifiwe. Maybe you are here and you are trusting God for a servant of God as a wife or as a husband. Carry yourself as a servant of God. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka mume ambaye ni mchungaji, wacha tukienda tukitembea
tupate mke ambaye ni wa mchungaji kabla haujaenda huko. Tukitembea TikTok ya Levi tupate